Yes, bwana, story muhimu leo. Tuna story ya umuhimu kinoma sana. Natumai kutoka uko vyema bwana. Leo nina story kubwa kabisa ambayo imetokea usiku wa kuamkia leo. Na hili ni penzi zito kabisa ambalo nchini bwana likinguruma, basi mji unasimama kwa ajili ya kuweza kuwasikiliza. Haya sasa, wamekuja na lipi tena? Kwa sababu ni moja kati ya couple fulani pendwa kinoma noma hapa Tanzania. Hapa naizungumzia usiku wa Harmonize pamoja na Kajala Masanja bwana. Mambo yalikuwa mengi sana. Paula bwana aliamua kuwafanyia yacht party ya kuvalishana pete wazazi wake hawa wawili, yani baba yake Harmonize na mama yake Kajala, si ndio? Sasa bana, ilikuwa ni hafla fulani hivi noma sana, na ilikuwa ni kwa ajili ya kurenew penzi lao jipya, Harmonize pamoja na Kajala, kwa sababu hapa katikati waliachana na nini. Sasa ikabidi wafanye kama kurenew penzi lao jipya, na sio tu kurenew bali iwe kurenew na kuvalishana pete, na ndio hicho ambacho kiliweza kutokea kwenye yacht kwa mara ya kwanza tangu mwaka uanze. Msanii pekee ama penzi pekee ambalo tumeliona hadharani likivalishana pete kwa hali ya mahaba kwenye bahari, kwenye boti za yacht, basi ni Harmonize na Kajala. Sasa story ni kwamba kuna mambo ya kuzingatia ama ya muhimu ambayo natamani ungeyaona kwenye yacht hiyo, na mimi nikasema kupitia story muhimu niweze kukufafanulia hapa. Kwanza, jambo ambalo kidogo limezua gumzo na maswali mengi ni mara baada ya kutambulika kwamba kumbe aliyeandaa hii yacht ni Paula, wakati asilimia kubwa ya watu wengi walikuwa wanajua kwamba Paula huenda akawa ni adui namba moja wa penzi la Harmonize na Kajala. Mara kadhaa alikuwa akionekana akipinga kwa maneno yake, lakini ukweli ni kwamba yeye ndo ameandaa hii hafla. Watu wakashtuka, au mtego? Imekuwaje Paula ameweza kuandaa shughuli ya mama yake kuvalishwa pete na Harmonize, tena kipindi ambacho yeye hapo nyuma alikataa? Lakini all in all ni jambo ambalo watu liliwashangaza sana. Lakini pia jambo jingine ni pale ambapo Paula alikuwa akionekana yuko serious sana na michakato, kila kitu kiende sawa na nini, kwamba kuna Paula kama amekuwa na upendo sana sasa hivi na babake Harmonize, unajua zile. Kwa hiyo zimewafanya watu na maswali mengi pia. Lakini pia kuna sehemu moja Kajala akawa anaongea, so unajua ile funguka la moyoni ambalo limekukwaza kwa kipindi ambacho alikuwa hawapo kwenye mahusiano, basi akaelezea kuna ile video ambayo Harmonize alimfanya video vixen awe mwanadada ambaye waliigiza katika video hii Fedha Kesi, na Kajala mna alisema vile vitendo ambavyo vilikuwa vipo kwenye video ndio vitendo ambavyo yeye huwa mara nyingi anavifanya akiwa na Harmonize. Sasa ameshangazwa kuona Harmonize amefanya vile vitendo vya ukweli, ameenda kuvifanya na Fedha Kesi. Lakini pia kitendo ambacho pia hakupendezwa nacho Kajala, eti ni mara baada ya kuona kwamba kuna nguo aliacha ni suruali, alafu Fedha Kesi alivaa kwenye ile video. Swala limuuma sana Kajala kwamba aisee, yani tumeachana alafu ngoma nilikuwa naipenda, umeenda kumtumia video vixen mpenzi wako mwingine, alafu istoshe eti vitendo tunavyovifanya ndio amevifanya kwenye video. Haitoshi, pia akaenda kuvaa nguo yangu. Ile swala baba limchukiza mno bibi Kajala. Lakini pia all in all mapenzi yao yalinoga sana. Yacht party ilikuwa noma. Nimependa kina Mwijaku walivyokuwa wakitia amsha kwamba bwana iwe ya mwisho na nini. MC Garabia alikuwa yuko pale na HK Forever, sasa hivi no hashtag ambayo wanatamba nayo. Nikasema nikuletea hii story kupitia story muhimu. Naitwa Mr. Story bwana. Keep on subscribe, like na comment. Hii story muhimu. Na pia hapo kwenye comment unaweza kutuambia hii couple unaipenda sana sana kwa namna gani, na je, mara hii wataachana lini? Maana hawa mara kuachana mara kurudiana. Garabia hata kujua nani kaandaa shughuli yote hii, aloisimamia mapambo, kila kitu dambu. Ili atujibu. Kwanza that's my best day. It's the best day of my life. I don't know, best day of the year, I don't know. But it looks real nice now. Ideas, materials, in terms of okay, tufanyeje wapi, simama mara. Paula, thank you very much. Thank you. Ni Paula. Imagine. So amefanya kwa ajili ya penzi la mama yake. Thank you so much, Paul. Thank you so much, Paul. Yeah. And, wow. It's like a joke. Watoto wachache wenye moyo kama wachache. So deep. It's like a joke, but she came up with an idea.